Hadithi inaanza na Aisha, mwanafunzi wa kidato cha 6 katika mwaka wake wa mwisho. Amekubakiza siku chache tu kabla ya kufanya mitihani yake ya kuingia chuo kikuu. Lakini tatizo ni kwamba yeye ni mbovu sana kwenye hesabu. Kila mara anasinzia wakati wa kipindi cha hisabati, jambo ambalo linamkera mwalimu wake kiasi kwamba siku moja anamuita mbele ya ubao kutatua swali. Lakini kama kawaida, hawezi kutatua chochote. Kwa hasira, mwalimu anamfokea na kumdhalilisha mbele ya darasa zima. Anaporejea nyumbani, Aisha anapuuza masomo yake na kutumia muda wake kucheza na simu na kusikiliza muziki. Mama yake anamtazama kwa kero na kumwambia kuwa kama angetatua matatizo ya hisabati kwa namna ile ile anayokariri mashairi ya nyimbo, angekuwa gwiji tayari. Anatania kuwa labda Aisha amerithi udhaifu huo wa hisabati kutoka kwa baba yake, ambaye pia alikuwa mbaya kwenye somo hilo, na kwamba hakuna chuo kikuu kitakachomkubali akiwa katika hali hiyo. Kinachomsumbua zaidi Aisha ni pale mama yake anapobadilisha chaneli ya TV na kuweka moja ya zile tamthilia za kihistoria anazozipenda kila siku. Aisha anakata tamaa na kuondoka chumbani, akielekea nyumbani kwa rafiki yake wa dhati. Rafiki yake anamkumbusha tena kuwa hii ndiyo nafasi yake ya mwisho ya kuingia chuo. Akifeli sasa, hata kuwa na mustakabali wala mahali pa kwenda. Asubuhi iliyofuata, Aisha anaamka kwa kuchelewa na kukimbia nje, akiwa tayari amepitwa na wakati kwa ajili ya mtihani mkubwa. Mama yake anamtia moyo anapoondoka, akimwambia afanye kila awezalo ili aingie kwenye shule nzuri. Aisha ana wasiwasi mkubwa hasa kuhusu sehemu ya hisabati, lakini anajaribu kusoma akiwa kwenye basi mpaka anapofika kituo cha mtihani. Anashuka kwenye basi na kukimbia, lakini anasahau mwamvuli wake. Anapokaribia jengo la mtihani, hofu inamtawala. Haiko tayari kabisa. Anaanza kupata mshtuko wa hofu au panic attack, akifikiria kutoroka badala ya kukabili uwezekano wa kufeli. Anakaa chini ya mvua inayonyesha kwa nguvu, moyo wake ukizama, akitamani kwa siri angetoweka tu. Mbele yake kuna dimbwi dogo la maji lililotengenezwa na mvua. Anasogea karibu nalo na ghafla kitu cha ajabu kinatokea. Anaona kundi la watu waliovalia nguo zisizo za kawaida wakiwa wamekusanyika na kuomba mvua. Wanasema haijanyesha kwa miaka 3 na watu wanakufa kutokana na ukame. Ghafla Aisha anajikuta akianguka kwenye lile dimbwi na kuanza kuzama, lakini badala ya kufa anaibuka katika eneo lile lile, lakini kwa namna fulani yuko katika ulimwengu tofauti wa kale. Amechanganyikiwa na anaanza kuwauliza watu waliomzunguka kama wanarekodi tamthilia ya kihistoria au kitu kama hicho. Mfalme, akiona tabia yake ya ajabu, anaingiwa na hofu na kupiga kelele, akiuliza kama yeye ni pepo. Aisha anajibu kwa oga, "Hapana, mimi ni mwanafunzi wa shule ya upili tu." Lakini jinsi anavyosema maneno hayo kwao inasikika kama aina fulani ya maneno ya kitawi, jambo ambalo linaongeza hofu yao. Ghafla, walinzi wanamzingira huku panga zikiwa zimechorwa. Anapogundua kuwa panga hizo ni za kweli, anapaniki na kusema maneno ya kubahatisha, "Najua kwa nini niko hapa. Tafadhali Mungu, leta mvua." Watu wanarudia maneno yake kama sala, lakini wakati wote wanapoinua vichwa vyao tena, anakuwa ametoweka. Alikuwa ameshatoroka na kukimbia mpaka alipofika mahali palijaa nguo za sherehe. Anajigeuza kuwa mmoja wa makuhani wa hekaluni na kuingia kisiri kwenye mkutano na mfalme. Wakati wa mkutano huo, mfalme anatangaza ghafla kuwa lazima waache kutegemea ushirikina na badala yake wasome sayansi na hisabati ili kutatua matatizo katika ufalme wao. Lakini kuhani mkuu anapinga kwamba hii ni upuuzifu hatari, kwamba hisabati ni ushirikina mwingine tu na haiwezekani kuelewa asili kupitia kanuni za hesabu. Anadai rasibu halisi ya ukame ni kwamba mbingu zimekasirika na mfalme, na njia ya kuleta mvua ni mfalme kufanya tambiko takatifu na malkia. Aisha anatoroka kisiri kutoka kwenye mkutano na kwenda kutafuta simu yake, lakini anakamatwa tena. Wakati anamsubiri mfalme afike, anaanza kufikiria labda anaweza kutoroka pindi mvua itakaponyesha, lakini mfalme anamshtua kwa kusema kuwa haijanyesha kwa miaka 3. Na kusema ukweli, mfalme hapendi uwepo wake. Anamtangazia kuwa anapaswa kunyongwa mara moja. Aisha anapaniki na kusihi, "Tafadhali subiri. Mimi ni mwanafunzi wa siku zijazo na nilikuja hapa kwa bahati mbaya." Anajaribu kumshawishi kuwa anajua mengi kuhusu historia, na hilo lisipofanya kazi, anaongeza haraka kuwa yeye pia ni gwiji wa hisabati. Akiwavutiwa, mfalme anasitisha nyongo yake na kumwambia athibitishe. Anampa tatizo la Pythagorean theorem au kanuni ya Pythagoras ili alitatue. Mwanzoni anachanganyikiwa, anasema hawezi hata kuelewa kilichoandikwa, lakini anapogundua kuwa ni kanuni ya Pythagoras, anaitatua haraka sana. Mfalme anastaajabu. Anasema wasomi wake mwenyewe kawaida wanachukua siku 3 kutatua tatizo kama hilo. Tangu wakati ule, kila mtu anaanza kumchukulia Aisha kama Kelvin, mwanasomi wa kiume. Mfalme anampa kazi maalum, wafundishe watu hisabati. Akifanikiwa, atamruhusu kurudi nyumbani. Lakini mfalme ndiyo mwanafunzi wa kwanza, na Aisha anashangaa kugundua kuwa mfalme hajui hata kuhesabu. Anaanza kumfundisha kwa uvumilivu kuanzia misingi kabisa, namba, kujumlisha na kutoa, mpaka kuzidisha. Hatimaye, wanajiandaa kwa shindano la hisabati dhidi ya mwanamuziki wa mji mpinzani. Ikiwa Aisha atashinda, ataadhibiwa. Aisha anakuwa na ujasiri wa kumkabili mfalme na hata kumpiga kwa hasira anapokosea mambo. Walinzi wanakimbia ndani hukiwa tayari kumuua kwa kumgusa mfalme, lakini mfalme anawazuia na kulichukulia kama utani. Wanaficha karatasi zote za hisabati kila malkia anapotembelea, wakijifanya kama wanafanya mazoezi ya muziki.
Siku moja, mfalme anaona Aisha na njaa nguvu na anamwalika kula naye, lakini Aisha hapendi fula hilo na kumpeleka jikoni. Kwa kutumia viungo kutoka kwenye begi lake, anampikia mfalme tambi za papadaro. Mfalme anazipenda sana ingawa zina pilipili. Anapompa maji, mfalme anakataa, akisema anapenda ule mwasho. Asubuhi iliyofuata, ufalme wote unamsikia mfalme akipiga kelele. Aisha anapokwenda kumtazama, anamwona mfalme ameweka hirizi ya kingeni kwenye sikio lake, akifikiria Aisha amemlaani. Aisha anazungusha macho na kusema, "Sikiliza superstar, ilikuwa ni tambi tu, sio uchawi. Hapakuwa na uchawi wowote, ilikuwa ni pilipili tu iliyopiga tumbo lake kwa nguvu." Alipomwambia hivyo, mfalme aliuliza, "Kwani tumbo ni nini?" Hivyo Aisha akakaa chini na kumwelezea tumbo ni nini, utumbo ni nini, na hata kuhusu moyo na jinsi ambavyo akiweka mkono wake kifuani atauhisi ukidunda, lakini mfalme alisema, "Sihisi chochote." Aisha alitabasamu na kusema, "Ni sawa, siku moja utakapokuwa na mtu unayempenda, utauhisi wenyewe." Mfalme alistaajabu na maarifa mengi aliyokuwa nayo Aisha na akaanza kumuona kama mwanasomi mahiri. Hivyo akamwomba wafundishe wasomi wote wa kifalme wa Joseon, si hisabati tu, bali kila kitu kuanzia sayansi na kilimo. Usiku huo, mfalme alimpa chenza na Aisha akasema tu, "Asante," bila heshima ya kifalme, jambo ambalo lilimkasirisha mfalme. "Yewe ni mtembelezi wa Joseon, unapaswa kuhifadhi tunda hilo kwa angalau siku 3. Huthamini baraka." Aisha akacheka na kusema, "Ni chenza tu, usiwe na drama nyingi." Baadaye, wawili walitoka kwenda kucheza mpira kwenye uwanja wa hekalu na Aisha akamfanya mfalme akimbie kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Siku iliyofuata, mfalme alikaa na mchumba wake mtarajiwa na kumwambia kuwa atapewa dawa ya mapenzi ya kichawi usiku huo kwenye mchuzi wake, na baada ya hapo wangeoana mara moja. Lakini hatima ilikuwa na mipango mingine. Bakuli lile liliishia mikononi mwa Aisha. Alianza kuwa na tabia za ajabu sana na akaishia kulala ndani ya ikulu. Alipoamka, aliendelea kumwomba radhi mfalme, lakini mfalme alimwambia tu, "Hakuna kilichotokea. Nenda, sahau." Walitoka matembezi nje na mfalme akamwambia kuwa akifanikiwa katika kazi yake, atapata cheo kikubwa katika baraza na hata kupewa farasi wa kifalme. Lakini Aisha akasema, "Sitaki chochote. Narudi kwenye ulimwengu wangu pindi mvua itakaponyesha." Mfalme alijibu, "Basi kuanzia sasa usinitendee kama mfalme. Sisi ni sawa, mwanaume kwa mwanaume." Lakini siku iliyofuata, maafa yalivuma. Aisha alikamatwa na kushtakiwa kwa kumdhihaki mfalme. Walimfunga viungo vyake wakijiandaa kumtesa. Lakini mfalme aliingilia kati na kuwaelezea makuhani kuwa msomi huyu kijana alikuwa na maarifa yenye thamani. Kuhani mmoja hata hivyo alichukua fursa hiyo na kusema, "Haya basi, lazima nimjaribu mwenyewe. Ana wiki 2, ikiwa mvua haitanyesha kufikia wakati huo tutamnyonga." Aisha hakukata tamaa. Aliendelea kusoma na kupiga mahesabu ya kila kitu, na mwanamuziki wa ikulu alimsaidia kutengeneza kifaa cha kupimia mvua, rainfall gauge. Kisha bila onyo, mvua ilianza kumwagika kutoka mbinguni. Aisha alijawa na furaha tele. Lakini mfalme alikumbuka ghafla kile alichosema, kwamba ataondoka mara tu mvua itakaponyesha. Alikimbia mpaka nyumbani alipokuwa kikaa na kumkuta akilia mbele ya kifaa cha kupimia mvua, akiwa amezidiwa na hisia. Mfalme alimwambia, "Unapaswa kutoroka sasa hivi. Nimekuwa nikijiandaa kwa ajili ya hili. Meli inayoelekea Ming inakungoja." Lakini Aisha akatikisa kichwa. "Nimetumia maisha yangu yote kutoroka. Niliishia hapa kwa sababu tu nilikuwa najaribu kutoroka ulimwengu wangu." Wakati huo huo, kule ikulu, kuhani mkuu alijaribu kumshawishi mfalme kwa kila kitu ambacho Aisha amewafundisha lazima kiharibiwe, hasa lugha mpya ya maandishi aliyokuwa akiitengeneza. Walipaswa kushikamana na mila na kuondoa ushawishi wa yule kijana. Lakini mfalme hakuweza kukubaliana na hilo. Aliondoka ikulu kwa farasi akimtafuta Aisha. Mahali pengine msituni, walinzi hatimaye walimkamata Aisha na yule mwanamuziki. Mwanamuziki alimruhusu Aisha atoroke na kusimama mbele yao akipambana nao mpaka Malkia mwenyewe alipotokea, miguu yake ikiwa na damu. Alikuwa amekimbia njia ile yote akimtafuta Aisha kwa hamu. Aisha aliendelea kutembea barabarani mpaka akafika kwenye njia panda na hakujua pa kwenda. Kisha akakumbuka kitu ambacho mfalme aliwahi kusema, kwamba jua ni saa ya Joseon. Kwa hiyo akafuata mwanga wa jua mpaka akafika baharini, na pale mfalme alikuwa tayari akimngojea. Usiku ule waliketi bega kwa bega wakitazama nyota. Aisha alimwambia, "Katika siku zijazo hatuoni nyota kama hizi, ni zile tu zinazong'aa zaidi." Mfalme alijibu, "Tazama sasa. Nyota unazoziona ni zile unazochagua kuziona, lakini ukitulia na kutazama kwa karibu, utaanza kuziona nyingi zaidi. Nyota hizo zilikuwepo daima, hazikuonekana mpaka ulipoamua kuziona. Macho huona kile ambacho moyo unataka." Baada ya ukimya mfupi, mfalme alikiri kuwa anampenda. Alisema anataka kutengeneza lugha mpya rahisi ili watu wa kawaida waweze kujifunza, sio tu watajiri.
Aisha akakumbuka kitu ghafla, akatoa pesa yake ya kutoka siku zijazo na kuona uso wa mfalme umechapishwa kwenye saraha hiyo. Hapo ndipo alitambua kuwa mfalme huyo kweli angefanikiwa. Mfalme aliporejea ikulu, alitangaza kuwa ataanza kulipa mishahara kwa wale wanaowatumikia watu vizuri. Kuhani mkuu kwa mshangao alikubali, akisema kuwa mtu yoyote anayewanufaisha watu anapaswa kutuzwa. Mnamwonaje Kelvin? Lakini hakuna mwingine katika mahakama aliyekubali. Waliamini Kelvin anapaswa kufukuzwa au hata kunyongwa. Bado, Aisha aliendelea kumfundisha mfalme kila kitu kwa siri, hisabati, maandishi na logic bila kuhani kujua. Siku moja, akitembea katika ikulu, alimkuta malkia akijificha na kula kwa siri. Walikuwa wamemkataza kula sana ili asiongezeke uzito na kuharibu muonekano wake. Aisha alimpa moja ya tambi zake za papa. Malkia alizipokea na baada ya kuanza kula, walianza kupiga soga. Tangu wakati huo wakawa marafiki. Siku nyingine chache, malkia alimwendea mfalme na kumwambia anajua kila kitu. Alikuwa tayari ameshamtaarifu malkia mama pia, kwa sababu msichana Aisha alikuwa anapaswa kuwa mmoja wa masuria wake. Ghafla, Aisha alijikuta akiandaliwa kwa kitu ambacho hakikielewa. Wajakazi wa ikulu walikuwa wanamvisha na kumpaka makeup. Hakuwa na wazo la kile kilichokuwa kinaendelea mpaka alipotambua kuwa walikuwa wanamwandaa kwa ajili ya mapumziko ya mchana na mfalme, na kwamba alipaswa kuwa mwanamke wa kwanza. Wakati alipoelewa kile kilichokuwa kinatokea, alipanic na kutoroka kutoka kwa wale wajakazi. Mmoja wa wajakazi wakuu alimtaarifu mfalme haraka kuwa Aisha ametoroka. Mfalme alitoka kumtafuta na hatimaye alimpata, lakini akamshika mkono na kumvuta chumbani. Aisha alipiga kelele akipingana, ulisema tutabaki marafiki tu, ni miaka 19 tu. Mfalme alicheka na kujibu 19. Hiyo inamaanisha una angalau miaka 3 ya utuma mzima, wewe si mtoto tena. Isipokuwa, nimejua wewe ni msichana kwa muda mrefu sasa. Sijakugusa sivyo? Lakini usiku wa leo unapaswa kukaa hapa. Kila mtu anatazama. Usijali, sitakula ukiwa hai. Ukweli ni kwamba mama yangu ni mkali na hakuna anayeweza kumshawishi kwa urahisi. Asubuhi iliyofuata, Aisha alienda kuzungumza na mwanamuziki. Alimuuliza, una uhakika unataka kurudi siku zijazo? Lakini Aisha hakujibu. Alikuwa amegawanyika na moyo wake ulikuwa umejaa shaka. Alitembea tu na kukaa peke yake. Baada ya muda, malkia akaja na kumwambia kuna mtu anataka kumuona. Aisha alipoingia ikulu, alijikuta ana kwa ana na malkia mama, ambaye alifanana kabisa na mama yake mzazi. Alianza kulia kwa uchungu na hakuna alielewa ni nini kimesababisha kilio chake. Usiku ule, alienda kuona mfumo nyupya unyota wa Joseon, ule ambao yeye binafsi alisaidia kuutengeneza. Ungasaidia ufalme kufuatilia kwa uhakika siku na miezi. Mfalme kisha alimwalika aje kuona kitu kingine alichokuwa kikifanyia kazi. Alikuwa ametengeneza alfabeti mpya yenye herufi 28 iliyokusudiwa kurahisisha kusoma na kuandika ili kila mtu katika Joseon, sio tu wasomi, waweze kujifunza. Walipotembea katikati ya ukumbi mkubwa, mfalme alimwomba aketi kwenye kiti cha sherehe. Kisha akamwekea pini ya kifalme ya nywele, ishara ya ndoa, na kumwomba abaki naye milele. Aisha alianza kulia na kumwambia, siwezi. Nilijiahidi nitarudi pindi mvua itakapokuja. Mama yangu ananisubiri na ananiamini. Mfalme alijibu kwa upele, basi nenda kamuone na urudi. Tuishi hapa pamoja. Lakini Aisha akakataa tena. Mfalme alipoteza uvumilivu na kusema kwa hasira, uko sawa. Siku zijazo ni bora zaidi ya hii Joseon iliyojaa magonjwa. Fanya unachotaka. Kisha akatoka kwa hasira akiwa amevunjika moyo. Aisha alibaki katika ukumbi huo mstandi tuli wakati ghafla alipopigwa kichwani na kupoteza fahamu. Mtu fulani alimchoma kisu na jengo zima likachomwa mawe. Mfalme aliposikia kilichotokea, alihatarisha maisha yake na kukimbia katikati ya miale ya moto kumwokoa Aisha. Siku iliyofuata, mfalme alimuita msaidizi wake na kusema, maandiko ya kale yalipotea jana. Alimshutumu kuhani mkuu kuyaiba. Mfalme akamshika mkono kuhani na kusema, je, hakuna aliyekufundisha kufuta ushahidi wote baada ya kufanya uhalifu kama huu? Kisha akamgeukia Aisha na kumuuliza, hii ndiyo sauti uliyoisikia? Aisha akaitikia kwa kichwa. Ilionekana kuwa kile kitabu kilichokuwa kwenye begi lake kilimkinga dhidi ya kile kisu. Mfalme akiwa na hasira akamkabili kuhani. Ulijua maana yangu kwangu, kwa nini ulifanya hivi? Kuhani alijibu kwa ubaridi, kwa sababu ikiwa lugha mpya itaenea, vijana wataanza kufikiri kwa uhuru. Itaharibu orodha, itaharibu ufalme. Siogopi kufa, naogopa maathara yatakayoharibu mustakabali. Mfalme alijibu, hata kama utajaribu kuiondoa, nitaijenga hii mfumo wa uandishi kwa ajili ya watu. Nataka kuwa mtu anayefanya ndoto zao kuwa wezekana. Kwa nini tuogope mustakabali ambao hatutaishi kuuona, ulimwengu ambao hatujui lolote kuhusu huo? Lakini kuhani hakuguswa na changa. Alianguka kwa magoti na kusema, tafadhali ninyonge na uishe hili.
Punde anga likawa la kijani na mvua ikaanza kunyesha kidogo tu mwanzoni. Aisha alizunguka ikulu akiwaaga marafiki zake kwa mara ya mwisho kabla ya kuondoka. Mfalme alimwomba asindikize mpaka hatua ya mwisho. Walitembea bega kwa bega mpaka walipofika ukinguni wa bahari. Pale Aisha aliingia kwenye lile dimbuko lile ambalo aliwahi kuanguka na kujiruhusu kuzama tena kama hawali. Muda mfupi baadaye aliibuka tena akiwa amerudi kwenye ulimwengu wake. Alitazama huku na kugundua kuwa ni sekunde chache zilipopita. Kulikuwa bado na muda wa kufika kwenye mtihani. Alikimbia kwa kasi kuelekea ukumbi wa mtihani na kumwona mwalimu wake akimngojea. Mtihani wa kuingia chuo ulikuwa ndio umeanza. Alikimbia mpaka kwenye kiti chake na kufanya mtihani huo. Baada ya siku hiyo alirudi nyumbani na kumkuta mama yake akimsubiri. Alikimbilia mikononi mwake akimkumbatia kwa nguvu. Kila kitu kuhusu Aisha kilikuwa kimebadilika, tabia yake, mtazamo wake, kila kitu kilikuwa kimebadilika baada ya safari yake. Alikuwa amejifunza kuthamini watu na vitu vinavyomzunguka kwa ndani zaidi. Miezi ipita. Siku moja alipotoka shuleni, anga lilifunguka na mvua ikaanza kunyesha tena. Ghafla mtu fulani akaweka mzuichi juu ya kichwa chake. Alitazama juu na kuona uso la kufahamisha sana. Alifanana kabisa na mfalme wa Joseon, lakini alitabasamu tu na kusema, tulikutana zamani sana kwenye basi, uliangusha mzulia wako. Na hapo ndipo movie inapoisha.